Wote tumeona clip na comment na message ambazo Mange Kimambi, dada wa taifa. Sisi sana mkubaliki sana. Pamoja kwamba ni mwembamba lakini nampenda sana. Nampenda sana Mange Kimambi. Alafu ni Mpare, mke wangu Mpare. Mange Kimambi ni Mpare na mke wangu ni Mpare. Kwa hiyo yule shemeji yangu kabisa ni baba mmoja mama. Baba mmoja mama mmoja. So aliposti juu ya kuhani Musa wa Kimaratemboni. Mimi niliwahi kuongeaga mambo fulani kipindi fulani mkaja hapa na maneno hasa watu wa kule Kimara wale kule washamba tu. So wewe mashamba watu watakaa wale shamba. Kwa hiyo ukiongea vitu vya maana wao wanakuja na kushambulia. Sasa bwana, mimi niliongeaga nikasema yule bwana wa Kimara sio mchungaji, sio mtumishi yule. Mkaniona wao ni wivu kwa sababu kafukuzwa bla 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 nyingi. Wewe kwanza umewahi kuona Mchaga mchungaji kabisa? Mchaga na kwa mchungaji. Yaani wewe ni Mtanzania, alafu Mchaga ni pastor na unaenda kusali kwa kanisa la Mchaga. Mchaga na tabii. Wapi na wapi uchagani na unabii? Wapi na wapi? Wale wanyambegi wale wamekuwa manabii kabisa. Mtume hata ya Mwamposa anaweza kawa na mambo yake, lakini yule bwana Mbeya panajulikana. Watu wa Mbeya wote ni wachungaji, wote na vitoto na vizee wote wachungaji. Lakini sasa huyu Mchaga nabii ya taga para isikubali kabisa kuona Mchaga nabii. Hiyo sio kweli mpaka Yesu anarudi kukuta Mchaga nabii. Haiwezekani. Mimi nilisemaga mwanzoni, nilisema yule mwamba sio mchungaji. Kwanza nchi nzima, yani sijui nchi nzima, Afrika nzima, yeye pekee ndo mchungaji anahubiri amefumba macho. Anafunga macho, anamuonea nani aibu kanisani? Anamuonea nani aibu kanisani? Unajua pia mademu, ukishakuwa na mademu wengi kanisani, unaona aibu. So mwisho wa siku unako ukiwa na ubiri ili kwa mademu wako wengi, sasa utafanyaje? Hebu jikaze. Ndio maana unaona anahubiri amefumba macho. Ninyi mnafikiri upako? Wewe wako una upako wa kufumba macho? Upako wa kufumba macho umeanzia wapi? Hakuna upako wa kufumba macho. Yule ni kwamba mademu ni wengi kanisani kiasi cha kwamba mpaka wakati anahubiri anaona aibu. Kwa hiyo inabidi afumbe macho ili mpaka anaomba ibada tu ishi. Sasa hapa ni wapeni vitu vya moto. Sema fire. Nabii Kero. Babake na manabii. Ndo mimi hapa. Oja kwanza nishushie kitu kidogo alafu tuendelee. Nanipata sawa? Ngoja niwarudishe nyuma kidogo. Yule bwana mimi namfahamu. Yule bwana mimi namfahamu. Yule bwana mimi namfahamu akiwa pale Boko Magengeni. Alikuwa pale Boko Magengeni kwa mzee wa Mkombo, mzee wa Yesu. Ndio maana mimi nimemfahamia. Lakini mimi mambo ya huduma nilikuwa hata siko huko. Kwa nahangaika na kokota maembe na nini, maisha yangu yanaendelea. Alikuwa pale kwa mzee wa Mkombo.
Hii swala kufumba macho ni roho ya kurithi, alichukua kwa mzee Mkomo. Mzee Mkomo naye bwana ubia kufumba macho. Kumbe jamaa tapeli. Anaogopa watu wenye madeni kanisani. Watu wanafumba macho. Mimi nawaambia mambo ya kweli. Alafu unajua hivi ninavyoongea, unajua issue iko hivi. Iko hivi. Watu wenye akili timamu, yale mange aliyoposti juu ya yule kuhani wenu wa Mbezi Mwisho, yale mange aliyoposti, watu wenye akili timamu wanajua kabisa 100% ni kweli. Watu wenye akili, ukiona bado mtu anabishadisha, baba yetu, baba yetu, babako mwenyewe alikufa nafunza kwenye miguu, alikufa hata kibanda cha kulala, hata sijui hata ulimuona. Wewe unaachana tu na babako huko kwenu, sijui Michekereni, sijui Mtongani huko. Unaachana na babako kule, unakuja unaanza kuita tu jamaa umekutana naye hapo Kimaratemboni. Anafanya biashara zake za mauzauza, unaanza kumuita baba. Babako kutoka nchi gani? Mimi ndo nafaa kwa babako. Kiboko. Paka hapo vipi? Paka hapo unasemaje? Si fresh au? Sasa sikiliza, watu wenye akili, I repeat again. Unaona kwenye issue yangu ulikuwa hivi. Mkiingia kwenye mitandao watu wanaonitukanaga, ukifuatilia akaunti zao unaona ni maskini, makapuku, wachawi, washirikina, walalahoi, wenda wazimu. Lakini watu wenye akili timamu wanaelewa huyu mwanaume ni smart. Huyu mwanaume ana akili, ana vipawa, ana uwezo. Watu wenye akili, hautakuta mtu mwenye akili timamu kwenye akaunti yangu anatukana, anaongea ujinga. Wananitafutage in private. Waambia mwanaume, bana umeshindikana, tumekuelewa. Watu wenye akili. Hawa wanaokujaga misukule wanaoandikaga utapiamlo, mimi siangaika kinao. So hata kwenye hii issue ya huyu bwana alipostiwa na Mange, huyu mchungaji wenu wa Mbezi Mwisho Kibara, sijui Kimara Matembele, sijui Maratemboni. Hii issue yake hii, watu wenye akili wote wanajua kabisa huyu jamaa ni kweli. Na mimi najua ni kweli. Ukiona hauamini ni kweli, basi wewe ni katika lile kundi la wale wajinga misukule, ndo mko humo. Ukiona unamtetea huyu jamaa wa Kimara kwamba hajabaka, hashikaki bastola akifanya mapenzi, kwamba sio hivi na hivi, wewe ujue wewe ni msukule. Ni msukule na inabidi nikufufue. Naeleweka mpaka hapo. Sasa mimi nimemfahamia pale kwa yule mzee wa Mkombo. Akakaa na yule mzee ndo alikuwa anafundisha. Mimi nimeendaga pale kanisani kwao. Naangalia mambo naona mahusa tu. Naangalia mambo naona kama misukule. Pale palikuwa na jamii misukule sana. Nikakataa, mimi nikaenda kusali kwenye kanisa la Lwakatare. Walikuwa jirani. Walikuwa mzee wangu Yesu hivi Lwakatare kule chini. Mimi nikahamia kwenye kanisa la Lwakatare. Kwa nilikuwa napita pale kwa mzee wa Yesu kwenda nyumbani, nilikuwa nakaa. Kwa mimi namfahamu, muda mrefu namfahamu pale. Miaka mingi tu nyuma imepita. Namfahamu pale. Sasa huyu bwana alichokuja kukifanya baadaye, baada ya kufundishwa huduma na babake wa kiroho. Haya ndio madhara ya usaliti. Haya ndio madhara ya kutokuheshimu baba wa kiroho. Haya ndio madhara ya kumtenda vibaya mtu aliyekusaidia. Ndicho anacholipa huyo wa Kimaratemboni. Kuhani Moses ndio anachokilipa sasa hivi.